Bana bado tunaendelea kuongea na mtu mmoja mmoja aliofika katika shughuli hii bana. Tuko Ngusero, wanakuambia Mike na mimi. Hapa niko na bwana Braza hapa. Tunataka tujue mawili matatu kutoka kwake hapa hivi. Braza inakuaje? Safi kabisa. Mzuka? Sana. Naona hapa amechangamka hapa. Sana. Sasa sijajua unahusika na nini hapa hivi, kidogo tungepata mwongozo kidogo. Sawa, mimi naitwa Bernard Ismail Sambagi. Ndio. Mimi ni kaimu mkuu wa kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo Kabisa, ambao ndo wasimamizi wakubwa wa uibuaji wa vipaji kwa wananchi wa jiji la Arusha. Kwa hapa tuko eneo hili la Sokoni Wani kwa ajili ya kuhakikisha vipaji vya vijana vinaibuliwa. Tunaenda kata kwa kata. Leo ni zamu yetu Sokoni Wani, lazima tukiwashe tuhakikishe tunaona na kuthamini na kutambua vipaji vya vijana walioko katika eneo hili. Tukitoka hapa tunahama eneo jingine, lakini tuna jambo kubwa sana ambalo linakuja. Naomba tufanye maandalizi ya kutosha. Mheshimiwa Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye ndio mbunge wetu, ndio anazidi kuandaa bonge la tamasha ambalo litakuja kufanyika ndani ya jiji hili. Lakini kwa sasa sisi ni watangulizi, lazima tuhakikishe kwamba kila msanii, kila kipaji kinaibuliwa na kuona. Jamani, makofi kidogo kwa mheshimiwa. Bana mheshimiwa, kwa jinsi tunavyoona watu ni wengi sana na tumekuwa tukimisi hizi harakati sana hapa, maana tulikuwa tunafanya kidogo, lakini kuna vijana walikuwa wanasumbua. Sasa sijajua maelekezo sasa hivi yamekaaje kabisa. Tutakuwa tunafanya kila mwisho wa mwezi uhakika, au ndio ile kidogo watatusumbua hapa? Sisi mpango wetu kila mwisho wa mwezi lazima tuwe na tamasha moja kwa kata moja. Makofi kidogo jamani. Sasa sisi tukuahidi kwamba mheshimiwa, ni kwamba hivi sisi tutakuwa Beneti na nyie viongozi wetu. Yes. Na naamini kabisa kupitia hapa kuna vipaji vingi vitaenda kuwa vikubwa, maana tumeshaona vipaji vingi vilivyotoka kwenye uwanja hapa. Kila kitu kitaenda kuwa kikubwa. Nadhani ni hapa kwa upande wa vijana sisi ni fresh. Hiyo tumekuahidi kwetu ni fresh, na tunaomba kidogo hata uwe unalegeza hata unaipiga katikati ya wiki hapo kidogo. Yaani burudani haihusu viongozi tu wanaosimamia michezo, utamaduni na sanaa, bali ni sisi wenyewe kadri tunavyokubaliana. Nimshukuru sana huyu kijana Mandela. Yuko hapa. Huyo hapa. Makofi sana kwake. Mtu mwenye hekima zake sana. Kijana mdogo, maarifa makubwa. Tunapenda vijana kama hawa, anaopenda kukusanya vijana, kwa sababu tunatambua kila kijana lazima awe na platform yake ya kutoa mawazo yake alionayo. Kabisa. Kwa hiyo tuna kila utaratibu. Kwa upande wa wasanii, kijana wawakilisha vizuri sana na kuhakikisha kwamba akija pale. Sisi kwa mfano hili linatuhusu moja kwa moja katika kitengo. Kwa kitengo, kitu cha kwanza tunakitoa ni kutoa kibali ambacho ninyi wasanii wadogo lazima muwe na sehemu ya kuweza kufanya mashindano, kupambania. Kabisa. Lakini niseme kupitia platform hii nitangaze moja kwa moja kwamba tuna jambo moja linaitwa KAFMA, Kaskazini Film and Arts Awards. Kabisa. Inakwenda kufanyika kilele mwezi Septemba, mwezi wa 9. Kwa hiyo kupitia platform hii ya kila kata kwamba tuhakikishe wasanii wetu tunawabaini hivi vipaji vidogo. Siku hiyo nitawapa modality ya namna kujisajili. Tunaenda kutoa awards, yani tuzo kwa wasanii wadogo ambao wanaendelea kufanyaje? Kuperform vizuri. Makofi kidogo jamani. Namna ya usajili nitawapa kupitia kiongozi wenu hapa Mandela. Nitampa, kuna platform itakumbia. Kama hujajisajili BASATA, kwa sababu ndo agenda kubwa, lazima msanii utambulike. Unavotoka hapa, unatoka Arusha unaenda wapi? Mwanza, Mbeya, una uwezo wa kufanya nini? Kufanya performance. Performance ili iwe ya uhakika na ukweli, lazima uwe umepitia BASATA, ujisajili. Ukishajisajili, sisi haki yetu ni lazima kuhakikisha kwamba unajisajili. Kiasi ni 50,000 tu. Naitangaza hapa. Kiasi ni shilingi ngapi? 50,000 kwa mwaka. Baada hapo utakuwa unaendelea kuhuisha kwa kiwango kidogo sana.
ambacho kila mwaka unahuisha kile kibali chako. Lakini ili uweze kujisajili katika hizo tuzo lazima uwe umejisajili wapi? BASATA. Kwa hiyo tutatuma linki. Ukifika pale kujisajili kwenye hiyo tuzo ni shilingi 5,000 tu. Shilingi ngapi? 5,000. Lakini lazima uwe na usajili wa nini? Wa BASATA. Tumeelewana eh? Kwa hiyo lazima kila mmoja wetu aweze kuzingatia hilo ili tuweze kusogea zaidi na zaidi. Lakini najua kuna madai yenu ambayo mnayafanya na mnayataka hapa, ikiwamo sawa tunaibua, alafu vipaji vinaenda wapi? Kweli kabisa. Tukishaibua then wanaenda wapi wasanii wetu? Si ndio hivyo eh? Lakini moja, tutaendelea kuwakumbuka na kuwapa. Lazima tuwatengee budget. Kuna mikusanyiko au kuna matamasha mengi ambayo yanagusa wasanii wa wapi? Wa kwetu Arusha. Ikiwamo Mwenge wa Uhuru, lakini kuna matamasha mengi, hata mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili la Arusha ambaye anakwenda kuandaa tamasha kubwa sana. Sitaki kuambia ni lini, lakini lipo karibuni sana. Lakini kwa sasa tunakwenda kushuhudia ligi pia ambayo atakuwa ameandaa. Kwa si wasanii tu wa kuimba, lakini bado wachezaji mpira nao wameguswa. Sasa lakini hata wanafunzi pia wameguswa. Wataenda kuguswa kwa kila namna ambayo inaweza kufanyika. Lakini nafahamu sawa vipaji vimepatikana, tunavipeleka wapi? Kupitia hii programu ya KAFMA. KAFMA inaenda kujibu. Tunataka tutengeneze academy ya kuhusu wasanii ambao wanaozalishwa kupitia platform hii ya kutambua Mike na mimi na Mike. Lazima tuwe na eneo la kuwapeleka. Hii KAFMA inaenda kujibu hilo swali kwamba tunataka tuandae academy tuweze kuwa na kituo cha kuwalea nini wasanii. Lakini jiji limeshatenga tayari eneo maalum kule Suye. Tunaenda kutengeneza jumba la sanaa. Tumeelewana eh? Cultural Theater ambayo inaenda kujibu shauku kubwa. Nafahamu ili wachezaji waweze kucheza, wafanye mazoezi, ni lazima wawe na uwanja wa kufanyaje? Wa kuchezea mpira. Lakini wasanii uwanja wenu uko wapi? Hatuna. Sawa sawa eh? Kwa tunaenda kujibu kwamba tayari mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya jiji la Arusha kwa kushirikiana na baraza lake wameshatutengea eneo ambalo tunakwenda kutengeneza au kujenga jumba la sanaa ambalo wasanii itakuwa ni kitovu chetu. Kuliko kwenda kata na kata, tunaita kata zote njoni hapa. Tuna tamasha siku fulani, si ndio hivyo? Watu wavunje mic kwa kushindana kata fulani na kata fulani, si ndio hivyo? Lakini kifaa pia kufika kata kwa kata tutafika, lakini zaidi tunataka tuwe na eneo letu la kusemea. Tuwe na mic za maana kama ilivyo pale via, sio? Angalau wanajitahidi, lakini tuwe na sisi kama jiji walezi, lazima tuwe na eneo letu. Kwa lazima tutakuwa na eneo letu la kwenda kufanya sanaa pale, kila kitu kiwe safi. Lazima vijana tuwe na eneo letu la kujidai. Sawa sawa? Pamoja sana. Mimi nimefurahi sana na kuona vijana na watoto wenye vipaji vya kutosha wanaendelea kufanya vizuri sana katika eneo letu la sanaa. Lakini zaidi nataka sasa tuwaone vijana wanaweza kunata na Mike. Sasa Mike na mimi na Mike. Nataka tuwaone nani anakuwa bingwa, nani anakuwa shupavu. Lakini zaidi nawaalika, mna mambo mengi, maswali mengi ya kuweza kujifunza, kutaka kufahamu. Ofisi ya kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo jiji la Arusha kiko wazi. Fikieni muda wote. Mbona Mandela anafika kila dakika, kila wakati? Kufika pale, njoni mpate ushauri, njoni mpate ushauri wa namna ya kuendana na mziki wako. Sawa, una single ambayo inabamba, inafanya nini? Ufanyaje ili uweze kuwika katika maeneo ya mitandao? Fika pale, tutakupa usaidizi unaohusiana na maeneo hapo. Tuna wataalamu wa michezo, tuna wataalamu wa utamaduni, tuna wataalamu masuala ya sanaa. Fika pale katika ofisi yetu, sisi tuko tayari kukuhudumia na muda wote, dakika yote. Kuanzia Jumamosi mpaka Jumapili, lakini Jumatatu hadi Ijumaa kiofisi tuko sawa. Leo ni Jumapili lakini tuko hapa, sio? Kwa sisi tunajali muda wote unaotaka kutuona, tuko tayari. Nitatoa namba yangu ya mawasiliano kama kwa mtu yote ambaye anahitaji ufafanuzi wa kisanaa, masuala yote yanayohusiana na michezo, basi ili uweze kufika ofisini. Namba yangu ni 0715 Tigo ya 15 15 966
999 966 999 Ben. Ukifika hapo au una jambo lolote la kuuliza, wewe wasiliana, lakini kupitia kijana huyu Mandela, naomba tuendelee kushirikiana naye, tuendelee kumpa sapoti. Sisi kama kitengo ofisi tutaendelea kuungana naye na kushikamana naye kuhakikisha kwamba vijana lazima tupate eneo la kujinadi na kujidai hapa. Tuseme asante sana mheshimiwa kwa muda wako. Pia umetuelimisha kitu hapa ambacho watu wengi tulikuwa tukifahamu. Tumeweza kupata elimu hapa, kuna watu walikuwa waelewi lakini wamepata elimu kupitia wewe. Tunaweza tukasema tunashukuru pia wewe kuwepo, unatupa elimu Tanzania, na leo tuko sehemu salama kabisa. Oya vijana oye, tumemaliza hiyo.